Habari, Pioneers wa Pi Network. Karibuni tena kwenye channel yetu ambapo tunakuletea taarifa za kina kuhusu maendeleo ya sekta ya cryptocurrency. Usisahau kusubscribe, kulike na kuwasha kengele ya taarifa ili upate habari mpya kila wakati. Leo tutazungumzia Crypto Task Force, jopo maalum lililoshirikiana na SEC, US Securities and Exchange Commission, pamoja na wadau mbalimbali wa cryptocurrency. Lengo la mjadala huu lilikuwa kujadili usalama wa mali za kidijitali na kuimarisha uelewa wa sheria zinazotawala sekta ya crypto. Mambo muhimu yaliyosisitizwa katika majadiliano. Katika mjadala huu, wataalamu mbalimbali walitoa maoni yao kuhusu changamoto na suluhisho katika sekta ya crypto. Hapa chini ni uchambuzi wa michango ya kila mmoja wao pamoja na wasifu wao. 1. Chris Brummer, profesa wa sheria ya fedha, Georgetown University. Chris Brummer alieleza kuwa hatari zinazohusiana na crypto assets ni jambo linalostahili kufuatiliwa kwa makini. Alisisitiza kuwa crypto assets zinaweza kuwa na hatari kubwa kwa wawekezaji wa kawaida ikiwa hakuna udhibiti wa kutosha. Ni muhimu kwa SEC kuweka uwazi zaidi kuhusu jinsi mali za crypto zinavyotathminiwa ili wawekezaji wapate mwongozo sahihi. 2. Teresa Gudigan, wakili wa sheria ya fedha, mtaalamu wa uzingatiaji wa udhibiti. Teresa Gudigan alizungumza kuhusu haki na wajibu wa crypto assets katika mfumo wa kifedha. Alieleza kuwa SEC inapaswa kutengeneza mfumo wa uwiano kati ya udhibiti na uvumbuzi badala ya kujikita kwenye hatari pekee. Wadau wa sekta wanapaswa kuwa na nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya kisheria kuhusu crypto assets. 3. Sarah Hammer, mkurugenzi wa kituo utafiti wa masoko ya fedha, Wharton School. Sarah Hammer alisisitiza kuwa changamoto kubwa iko katika kutathmini crypto assets kama dhamana. Alihoji kanuni zilizopo zinatosha kutathmini soko la crypto au tunahitaji mfumo mpya wa sheria. Hakuna uwazi wa kutosha kuhusu namna SEC inavyotafsiri mtihani wa Howey katika sekta ya crypto. John Reed Stark, mshauri wa usalama wa fedha. Aliyekuwa mkuu wa ofisi ya utekelezaji wa mtandao ya SEC, John Reed Stark, aliwasilisha wasiwasi wake kuhusu njia SEC ya kutekeleza sheria dhidi ya watoa huduma wa crypto. Alisema kuwa hakuna mwongozo wa moja kwa moja wa SEC kuhusu ni mali gani za crypto zinapaswa kuchukuliwa kama dhamana. Sheria za sasa zinaweza kuwa na mkanganyiko mkubwa kwa wawekezaji wa crypto na watoa huduma wa blockchain. 5. Miles Jennings, wakili mkuu wa masuala ya crypto, Andreessen Horowitz. Miles Jennings alipendekeza kuwa badala ya kutumia sheria kali, tunapaswa kuunda mfumo wa kanuni za msingi. Alieleza kuwa udhibiti usio sahihi unaweza kudidimiza sekta ya crypto badala ya kuilinda. Tunahitaji kanuni zinazochochea uvumbuzi huku zikiweka ulinzi wa wawekezaji kama kipaumbele. 6. Collins Belton, wakili wa blockchain na crypto, managing partner wa Brookwood. Collins Belton alitoa ufafanuzi wa kina kuhusu matumizi ya mtihani wa Howey katika sekta ya crypto. Alisema kuwa kuna ukosefu wa uwazi kuhusu vigezo vya mtihani wa Howey na jinsi unavyopaswa kutumika katika mali za crypto. Bila ufafanuzi wa kutosha, wawekezaji wengi na watoa huduma wa crypto wako hatarini kukiuka sheria bila kujua. 7. Rodrigo Seira, mshauri wa sheria. Paradigm. Rodrigo Seira alitoa hoja ya kuwa unyenyekevu wa kisheria, regulatory humility, ni muhimu katika kudhibiti crypto. Alisema kuwa badala ya kutumia sheria zilizopitwa na wakati, tunapaswa kutengeneza mfumo wa udhibiti unaokuwa sambamba na maendeleo ya crypto. Sheria zinapaswa kulinda wawekezaji bila kuzuia maendeleo ya blockchain na DeFi. 8. Lewis Cohen, mshirika mwenza, DLX Law LLP. Lewis Cohen alisisitiza kuwa ni muhimu kutofautisha kati ya mikataba ya uwekezaji na tokeni zenyewe. Alisema kuwa tokeni ya crypto sio lazima iwe dhamana, ni muktadha wa matumizi yake unaoamua kama ni dhamana au la. SEC inapaswa kutoa ufafanuzi wa wazi ili kuepusha mkanganyiko katika soko la crypto. 9. Lee Schneider, mkurugenzi wa sheria Ava Labs. Lee Schneider alizungumza kuhusu changamoto za kutumia mtihani wa Howey katika kutathmini crypto assets. Alieleza sekta ya crypto inabadilika kwa kasi kubwa, hivyo kanuni zinazotumika zinapaswa kuwa za kisasa zaidi. Matumizi ya sheria za zamani kwa sekta mpya ya blockchain yanaweza kudidimiza uvumbuzi. Hitimisho la majadiliano. Wajumbe wote walikubaliana kuwa kunahitajika mwongozo wa wazi kutoka kwa SEC ili kuondoa mkanganyiko unaowakabili wawekezaji na watoa huduma wa crypto. Kikao hiki kilihimiza ushirikiano wa karibu kati ya wadhibiti, wawekezaji na watoa huduma wa crypto. Kulikuwa na mwito wa majadiliano ya mara kwa mara ili kuhakikisha sera zinazoundwa zinazingatia maendeleo ya kiteknolojia na maslahi ya sekta nzima.
Hatua zifuatazo, Crypto Task Force itaendelea kukusanya maoni ya wadau ili kutengeneza mfumo wa kisheria utakaosaidia kusawazisha uvumbuzi na ulinzi wa wawekezaji. Wadau wote wa crypto walihimizwa kushiriki kwenye mijadala ya SEC na kutoa maoni yao kuhusu namna bora ya kudhibiti mali za kidijitali. Majadiliano zaidi yatafanyika na SEC itaendelea kushirikiana na wadau wa soko ili kuhakikisha mfumo wa sheria unaendana na hali halisi ya soko la crypto. Hitimisho na wito kwa pioneers wa Pi Network. Pioneers wa Pi Network, huu ni wakati wa kuwa makini. Tunapoelekea kwenye Open Mainnet ya Pi Network, ni muhimu kujifunza zaidi kuhusu sheria zinazoathiri sekta hii. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu, like, share na washa kengele ya taarifa ili uweze kupata habari za kina kuhusu cryptocurrency na maendeleo ya Pi Network. Tunakushukuru kwa muda wako. Tuendelee kujifunza na kujadiliana.